jifundishe ku appreciate mahali ambapo umetoka. Appreciate mahali ambapo umetoka na mtu. Kama ni bibi yako, kama ni watoto wako, jifundishe ku appreciate na kujua ni wapi umetoka na yeye. Wacha kuwa mtu mwenye ukifika unasahau mahali ulitoka. Unasahau ni wapi ulitoka, unasahau ni changamoto gani zimekufanya umefika mahali. Wacha kufika mahali unajiona wewe ndio sasa kusema. Wacha kufika mahali unasema. Sisi tumeona watu wengine waliokuwa watu wazuri wameharibika kwa sababu labda ya pesa. Umepata pesa, unadharau hata mke wako, hata watoto wako. Na huyo mke wako na wao watoto wako mlikuwa mnapitia changamoto na wao. Mumelala njaa na mke wako, mumelala njaa na watoto wako. Leo umepata huyo mke wako, unaanza kumuona kwamba si afai sasa. Afai sasa, unamuona kwamba mimi nilikuwa nachagua kama ninaangalia nini. Wakati huo sasa ndio unaona, lakini wakati ule haukuwa hauna. Mke wako anachuna mboga, mke wako anapitia changamoto, anaenda kutafuta kuni, analeta, mnapika. Sasa umebarikiwa, unaanza kujiona kwamba sasa mimi wewe utaniambia nini? Wewe utaniambia kwa in fact unajua mnaongea na nani? Unajua mimi ni nani? Sasa wakati huo unaanza kumea kifua. Wacha nikwambie wewe unayenisikiza siku ya leo ya kwamba jifundishe ku appreciate na kujua mahali umefika. That's why unaona hata wengine watumishi wa Mungu wana fail. Walikuwa wapako mafuta, leo hii wanauza mafuta. Sima wapako mafuta tena. Yale mafuta yenye walikuwa wamepakwa sasa yamegeuka wanauza mafuta na maji. Kwa sababu hakuna Mungu pale. Kwa sababu mwenyewe haja appreciate mahali ametoka. Watu wenye alikuwa anafanya na wao kazi huku nyuma anawaona ni watu tu, anaona ni watu wa kawaida. Wacha nikwambie siku ya leo, jifundishe ku appreciate. Jifundishe ku appreciate hata kwa mama yako mzazi. Unamuona mama yako mzazi kama tu takataka. Unamuona mama yako mzazi kama tu mtu tu hivi. Amekutoa wapi? Wewe umekuwa nani? Mama yako ametabika na wewe, amekuweka mgongoni ukiwa kadogo. Ulikuwa unatapika, unakuwa mgonjwa usiku halali. Leo hii unasema mama yangu ananisumbua, mama yangu ananiambia, ananipigia simu kila mara. Anza kuwekea mambo yako kwamba anakusumbua na hauja appreciate, na huo ndio mwisho wako. Mimi nimeona watu wenye hawa appreciate. Hao ndio sasa huyu pia ataniambia nini? Sawa, hawezi kukuambia kitu, lakini kumbuka ulitoka wapi. Kumbuka kitu gani alishawahi kukusaidia wakati ulipokuwa chini. Kiburi kimekupega, kimekuchukua. Kwa sababu gani kiburi kimekuchukua? Wewe umejiona kwamba umefika. Na wakati kiburi kinachomuingia mtu, wapendwa, kiburi, ukiona tu mtu mwenye kiburi kinamuingia, ujue ndio mwisho wake. Hata Lucifer mwenyewe alijiona ya kwamba yeye ndio kusema. Akaona ya kwamba badala ya kuabudu Mungu hata akusanye hawa malaika wengine pia wamsujudie, kwa sababu alijiona yeye sasa ndio kusema. Akajiona yeye ndiye na power. Wakati unapofanikiwa juu, jifundishe kuangalia wale uliowaacha chini na kuona jinsi gani unaweza kuwapatia kuwainua juu. Si kuwapiga vijembe, si kuwaua, si kuwafanyia mambo ya dhihaka kwamba mimi naweza hata kukumaliza. Wewe unaambia yule mtu mwenye mlikuwa mnaanza naye chini na kwamba unaweza kumaliza. Unaweza maliza nani wewe? Utamaliza nani? Mungu ndiye atakumaliza. Wewe huwezi kumaliza mtu, Mungu ndiye atakumaliza. Kwa hivyo unapoinuliwa na Mungu, jifundishe kujua hawa wadogo. Mungu amekuinua juu kwa sababu alijua kuna wadogo chini, ili nawe pia wainue juu. Lakini wewe Mungu amekuinua juu, unaona watu ni watu takataka, unaona hawa watu hawawezi, unaona hawa watu ni watu tu wa kawaida. Hapana, Mungu amekutia mafuta uwe pale juu. Na ndio maana Mungu akiona kwamba wewe si msaada tena, anakutoa. Anaanza sasa, wewe unaanza kuona sasa vitu tofauti. Ndio unaweza kuona mtumishi wa Mungu akuwe na bodyguard. Bodyguard unapeleka wapi bodyguard? Wewe ni mtumishi wa Mungu, uko na mabodyguards. Bodyguard kanisani unatembea wanakuangalia. What hell is that? Wewe mtumishi wa Mungu unalindwa. Yesu mwenyewe alikuwa anahubiria. Hatujawahi ona hata wale wanafunzi wake 12. Kuna mahali Yesu alikuwa anaongea na wao, wanamlinda, akitembea analindwa, anapewa security. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni mtumishi. Wewe ni mchungaji. Unafaa ku take care of kwa kondoo wako.
Leo hii unalindwa na bodyguard. Leo hii unaitwa papa. Na hii mambo my God. Hii mambo ya kuwekea watumishi papa. Na nyinyi wenye mnawaitanga papa. Eti mnaita sijui papa. Wewe mwenyewe na papa wako tayari njia mshapotea. Kwa sababu huyu mpaka mmemweka wamefura akiongea naongea kama sasa papa, naongea kama sasa yeye ndiye akona mamlaka, naongea kama yeye akona mamlaka. Na hapo ndiye ataona kwamba sasa ndio wengine sasa wameanza kuweka mazinga umbwa. Wengine siku hizo hatuone vibango vya wachawi. Vimekuwa vichache sana. Wachawi vibango vya eti kuna mchawi kutoka Pemba, sijui kutoka wapi, Zanzibari, kutoka Kitui, kutoka sijui wapi. Haviko. Hao watu wameenda wapi? Kwangu najiuliza hao watu wameenda wapi? Hao hivi vibango vilikuwa vinasema mganga hatari kutoka Zanzibar, sijui mganga siku hizi ziko wapi? Hao watu siku hizi wako na makanisa. Wamefungua makanisa. Siku hizi hao waganga wako kanisani. Na ndio maana huoni hizo mapango. Mimi nikiwa mdogo ni wakati mnatembea kwa towns unaona mganga kutoka Zanzibar, siku hizi hawapo, si eti watu wameomba. Eti sasa waganga tumeomba Mungu, sasa waganga hawapo. Wapo, sasa wameingia makanisani. Wao ndio wanafanya mambo ya ajabu ajabu. Hao ndio mapapa unawasikia. Hao ndio watu siku hizi unawasikianga wanalindwa. Hao ndio prophesy. Which prophesy are you prophesy? Unawezaje kuprophesy mambo ya hatari mbele ya kanisa? Eti naona kwenu, sijui naona kwenu. Wapi? Yesu aliwaambia wanani naona kwenu kuna hivi. Kama si yule mwanamke Msamaria, na walikuwa wawili, na yule mwanamke Msamaria akamwambia ni kweli mama. Mambo unayoyasema ni ukweli, mume ulio naye si wako. Walikuwa wawili. Wanafunzi hata hawakuwa pale. Wewe unaanza kuprofesa, inaona majini kwenu. Na wanaonanga tu vitu vibaya. Hawezi kuona kitu kizuri kwako. Ili kukupatia wewe uzito. Na kukwambia sasa leta sadaka ya kuvunja hii madhabahu, ya kuharibu hii madhabahu. Alafu wewe pia na wewe na akili yenye Mungu alikupatia, hauoni kwamba huyu mtu ukweli wa Mungu. Wapi Mungu uende kwa Mungu? Wapi siku gani uende kwa Mungu akwambie wapendwa jamani? Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa na ni kweli. Yaani jamaa anakuambia kwamba leta 50k niombee shida yako. Mungu gani anaweza kukuletea shida yenye iko na kiwango cha pesa? Na kama hauna inaonekana Mungu wetu ni Mungu wa fedha. Eti leta sasa 50k, leta ng'ombe ndio hii shida tu. Leta hiyo madhabahu ipigane na hii madhabahu sasa. Hao ni waganga wenye siku hizi kuaga hatusomi kwa hizo vibandiko, wamekuja kujificha kwa kanisani. And I want to tell you, wewe mganga mwenye umekuja kujificha kwa kanisa, unaitwa papa. Haitwa sijui nani. Wengine wako na vitambaa na wanauza paka maji. Unauza maji. Nani aenda akunywe hizo maji? Umeweka maji dozens kwa madhabahu. Watu wanakuja, watu wa Mungu jameni. Mtaulizwa wewe utaulizwa na Mungu wewe. Utaulizwa na Mungu. Hii maji yenye unaletaka kwa madhabahu haya. Hii maji. Hiyo ndio itakuwa mwisho wake. Na tumeanza kuwajua. Kwa sababu Mungu Yesu mwenyewe alisema kwamba mtawajua kwa ishara yao, kwa matendo yao. Wana fake miracle. Wewe kama ni wa Miracle Port Victoria hapa kuna mocha. Kama wewe ni miracle, wewe unafanya miujiza. Nenda pale Port Victoria, ufufue mmoja mtu mmoja. Kuja na yeye umwambie hapa eti huyu jamaa nimemfufua ako pale.